Mimi nimeamua tu nijichagulie kuishi maisha yangu. Na kwa ubize wangu ninaokuwa naufanya una maana kubwa sana. Kwa sababu naepuka vitu vikubwa. Yaani ukiona mtu anajaribu kujiweka mbali, tafsiri yake hataki kushiriki kwenye mambo tofauti. Sawa. Alafu hivi vitu vinavyoendelea hapa kijijini wewe unavielewa? Naamini sana uchawi. Si huyo mnyama anaonekana ambaye anaonekana miguu tu, watu wanakufa, watu wanapotea katika mazingira ambayo hata hayaeleweki. Yaani unaweza ukatoka hapa na mtu vizuri, mnaenda shambani au mnaenda kutafuta kuni, ukashangaa mmerudi wawili, mmoja hajaonekana, alafu kiumbe chenyewe hata kionekani juu. Kinaonekana miguu tu. Hizo taarifa unazielewa kweli? Mimi siamini ushirikina. Na kwenye maishani mwangu siwezi kuamini kitu ambacho sije kukiona kwenye macho yangu. Na hata huyo mtu ambaye unasema kwamba ametekwa, watu hatujue kuona hicho kitu, yani kwa kifupi. Sasa watu hao ambao unasema wanakutana na kiumbe cha ajabu, sio wanakutana nini? Hicho kiumbe mbona kijawazuru? Mpaka anakuja kukwambia hivyo. Unamwona na kovu usoni labda au labda na nini katika maungo yake ya mwili. Haya basi bana. Mimi nilikuwa naenda kisimani pale, unajua nimefika kuna foleni pale nini. Kwa ngoja nipate mlo wangu. Kisasi, kisasi, kisasi. Unamtendea mtu mabaya, unajiona kwamba uko sawa, unawanyanyasa, unawaumi. Imeisha. Oya. Janja, angalia madini, angalia madini, angalia madini. Yaani mpenzi wangu, hakuna siku leo nifurahisha kama leo. Siku nyingine zote achana nazo. Ila leo umenikosha mume wangu. Nakupenda sana baba yangu Sahau. Iwe mwanzo na mwisho kufika hapa. Sijakuelewa unamaanisha nini? Ni uamuzi wangu. Ondoka. Ondoka! Kwa hiyo ondoka!
Machete, machete. Acha kuchezea watoto wako. Acha kuchezea. Pole baba. Shikamoo. Marahaba. Baba pole. Pole sana. Haya, asante. Utapona baba. Haya, asante. Baba, vipi kuhusu hospitali? Umeenda hospitali? Nimekwenda hospitali, maradhi hayajaonekana. Mwili mzima unaniuma. Mpaka nywele zinauma zote. Pole baba, utapona. Asante. Na vipi, mbona wakati nakuja sijamuona mama? Yuko wapi? Mama yenu hata simuelewi. Kwa nini? Si usiku, si mchana, hataeleweki. Sijakuelewa baba, unaweza ukaninyoshia vizuri labda nikaelewa vizuri. Senge nani senge, we senge nani senge, apapulenge talaka yopa kwao senge. Senge nani senge, we senge nani senge, apapulenge talaka yopa kwao senge. Wacha! Karibu kijana. Asante mtaalamu. Mimi mtaalamu nimekuja kutokana na shida iliyonikuta. Ila nimepata maelekezo mpaka kuja hapa nilipofika. Nimepata maelekezo kwamba kuna mtaalamu mmoja mzuri sana. Anaitwa Mautamu. Ndio maana mguu wangu moja kwa moja nimekuja kwako. Nina shida mganga, naomba nisaidie. Wacha! Nishakuona. Ulikuwa Moja kwa moja nimekuja kwako. Nina shida mganga, naomba nisaidie. wacha! Nishakuona. Ulikuwa na ndugu zako. Ndugu zako shawapoteza. Nimewapoteza? Lakini pia una bahati kubwa sana kufika kwangu. Lakini ushafika kwa mganga Mautamu. Utakuwa salama.
Mwanangu, nimekuita hapa kwa kazi moja. Kazi gani mama ya usiku? Shh! Hakuna kazi ilokosa mbizi. Funga domo lako. Nitakuelekeza. Siogope. Nenda kalale. Habari zenu jamani? Salama. Nadhani nimetoka kwa mganga. Ukweli kwamba huko mlipotoka mmejisumbua tu. Kwa sababu tatizo la huyu mwanadada ni tatizo la ugonjwa ambao wa kuendeshwa na mtu. Kwa hili tatizo lake kama lingetakiwa pale mkute huyu mtu amefariki, ina maana msingemkuta kwa hali yake ambayo mlikuta nayo. Kwa hata ile nguvu ambayo mnaona mmemuinua pale ni nguvu tu mtu anaendesha tu. Na ndio maana hata pale mlipofika kwa mganga kuinua usinga tu tayari karudi kwenye uzima. Ni kitu ambacho mmepoteza pesa tu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Oh. Iko hivi. Jana mlienda kumtembelea baba yenu nyumbani. Lakini mlipofika pale nyumbani, mlimkuta baba yupo kwenye hali mbaya sana. Ila mlipokuja kumuuliza baba kwamba nini kinachokusumbua na je ulienda kwa mganga au hospitali, baba aliwaambia kwamba nimeenda kwa hospitali lakini sikuona tatizo. Ila mama yenu ananitatiza sana. Nikilala usiku naweza nikaamka mama yenu simuoni, lakini pia nikimchana mama yenu pia napo simuelewi. Mlijua pale baba alivyosema hivyo alikuwa na maana gani? Na yule kajuaje kama kitu jana kwa baba? Inaonekana ni mtu wa ajabu sana. Endelea. Auntie Zuu, mbona leo hatujakuona sokoni? Wewe acha tu ndugu yangu. Leo nina mambo mengi hata sijui nikwambie. Leo mchungaji wangu leo hayupo. Kwa ndo maana kazi zimenizidia sana. Alafu ukiangalia vipi ilibidi nikamue ng'ombe maziwa. Kwa hiyo nilikuwa niko busy sana, nipeleke oda za watu za maziwa. Ndio maana leo nimeshindwa kutokea sokoni. Tatizo lako nayo umezidi kuwa na mchungaji mmoja. Maisha yenyewe magumu ndugu yangu. Unatafuta wawili nitawapa kitu gani? Wewe mwenyewe unajua biashara ni ngumu. Kwa unatakiwa uangalie mambo yako na ya balance vizuri. Leo umeuliziwa sana. Unaulizia yule mama wa ndizi yuko wapi? Sisi tunawaambia hatujui. Kwa ndo maana ujio wetu tumekuja kukuuliza tujue wewe una mpango gani na biashara yako. Tokea asubuhi hapa wanapishana. Mbona leo hatuoni ndizi, leo hatuoni ndizi. Nikamwambia bwana leo niko busy. Ila kesho asubuhi na mapema mimi nitawahi sokoni. Maana leo tumengojea hatari. Tukasema atatokea huko maana hata tukuona. Kama kelele. Akufa! Jamani. Hamjana chochote? Hatujaona. Wewe uko ulipoenda vipi? Mimi sijaona kitu chochote. Nimezunguka karibia hapa kote, sijaona chochote. Sitakuwa ni nini? Hapa kuna mauzauza. Umesikia? Ili shamba lako ama zile kelele zote tumekuja, kila mtu anakuja kuangalia, basi tukio gani linatokea. Hamna tulichokiona. Yaani naona hata sijui niwaambie. Maana nimesikia kelele kabisa na nimeeneo haya. Ndio mlio kusikia kelele. Oya, mdogo wetu.
Uliona chochote? Oya. Shakuwa noma. Kwa hiyo Nye turudini tu, lakini inaonekana papa shanza kuwa na mauzauza. Anti Zuu, mimi kwako sirudi tena. Bwana siseme hivyo. Amna, inawezekana labda alikuwa ni mtoto wa jirani bwana. Twendeni. Hata mtoto wa jirani nyumba ziko wapi hapa? Mtani itakuwa labda watoto wakawa wanacheza tena. Jamani mimi nimechoka. Kisasi, 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 kisasi.